Mimi ni mwanachama wa kikundi cha mazingira ambayo tunaweka hisa na kukopeshana, pia tunatunza mazingira. Tunatengeneza batiki, tunatengeneza sabuni, tuna mizinga 30 ya nyuki, tunasindika asali. Tumepata elimu ya utengenezaji wa mishumaa. Tumepata elimu ya uvunaji wa pollen. Kupitia kikundi cha mazingira, wanawake wengi sasa tumebadilika. Tumebadilisha hata familia zetu kwa ujumla, tumeboresha familia na tunaishi vizuri sana na familia zetu. Na mpaka tukaingia kwenye kikundi ni shirika la CARE na WWF waliotushawishi. Katika kikundi chetu mimi niliomba mkopo, nikachukua shilingi 400,000, nikanunua drip, nikafunga miundombinu shambani kwangu, nikafanikiwa kuuza nyanya, nilipata shilingi 1,500,000. Awamu ya pili alichukua mume wangu, yeye alichukua shilingi 600,000. Tukalima viazi. Baada ya kuuza tulipata shilingi 700,000 ambayo ni faida achana na mtaji. Hiyo imetusaidia sana kukuza kipato cha familia. Kikundi cha mazingira kinasaidia sana kuelimisha jamii na kuacha uharibifu wa mazingira, kukata miti ovyo, kuchoma mkaa. Mfano utunzaji wa vyanzo vya maji imetusaidia sana. Mfano mito yetu sasa inatiririsha maji kwa mwaka mzima. Naamini ya kwamba nisingalikuwa kwenye kikundi, nisingabadilika. Kwa sababu ukiwa kwenye kikundi unajua kabisa kwamba natakiwa saa 8 nifike kwenye kikundi. Lazima utapanga mambo yako ili uwahi. Na hata kutumia pesa ovyo inakuwa ni ngumu. Lazima upange bajeti. Ujue kwamba kila wiki natakiwa kuweka akiba. Mimi baada ya miaka 5 najiona kabisa kwamba nitakuwa mbele. Nitakuwa vizuri tofauti na huko nyuma. Nitakuwa nimepaa.